Cryptex unapochukua mkataba pesa yote huwa inakuja hapa kwenye overview balance wallet available. Kwa hiyo hapa dola 10 hizi unazoziona zimeingia muda huu. Muda mfupi withdraw hela hapa kama dola 700 hivi. Lakini sasa hivi hapa kuna dola 10. Hizi dola 10 zimetokana na watu wanavyokuwa wanaingia, yani kizazi changu cha pili au cha tatu. Ndio mtu akiingia kule, akiingizwa na mtu niliyemuingiza mimi nikapata dola 30, na yeye akiingiza mtu napata dola 5. Kwa hiyo hapa kama na dola 10 maana yake wameingia watu wawili, ndio zinakuja hapa dola 10. Na hapa dola 10 hapa ni kama sebreni. Dola 10 hizi naweza nikazi withdraw. Hizi nazi withdraw kupitia internal transfer. Internal transfer ni kuhamisha ukapeleka kwa mtu mwingine. Yule anakupa hela kwa M-Pesa au anakupa kwa benki ya Binance ya mtandaoni. Kwa hiyo internal transfer minimum withdraw ni 10,000, lakini ndani ya Binance minimum withdraw ni dola 100. Kwa hiyo mara nyingi unakuta tunapeana hizi pesa kwa internal transfer. Unamtumia hizi pesa kwenye akaunti yake, afu yeye anakutumia kwenye Binance au kwenye M-Pesa. Vyovyote vile mtakavyokubaliana na mtu. Na watu hao huwa ni watu wa shirika, sisi members ambao tumo kwenye Cryptex. Sasa nataka niende na kuelekeza overview wallet transfer. Fund available ambayo ipo kwenye hapa kwenye overview balance ni dola 10.86. Last deposit, unaona last deposit niliweka dola 102. Ndio last deposit 0.86. Haya, last withdraw hakuna. Last internal transfer nilitransfer dola 13. Last internal transfer received dola 10. Last referral reward dola 4. Naona nilipata dola 4 kutoka kwa mtu. Last reader reward 00. Total inakuja dola 10, ndio inazo 0.86. Haya, tunakwenda withdraw fund. Hizi ni withdraw fund hizi. Kwa hiyo tunaenda hapa chini tuone overview total staked balance. Hizi fedha ziko staked, yani zinastakiwa. Yani ni kama fixed deposit kwenye benki zile za nje. Lakini hapa ndani tunasema staking. Staking ni kuweka fedha zako zinakuwa zinazalishwa kidogo kidogo. Kwa kutumia miamala. Kwa hiyo hizi ndio zinakuwa zinazalishwa. Ukiangalia upande wa kulia hapa kuna kujumlisha 18.49. Hii ni faida ambayo nimeipata leo. Kwa hiyo yote inajumlishwa. Kwa hiyo hapa ni dola 87,018.91. Kwa hiyo tunaenda kuzidadavua na kuzifafanua. Overview staking balance, total DeFi hybrid contract, loan in staking. Hapa hizi hapa ni mikataba miwili. Mkataba mmoja nilipata dola 30 na mkataba mwingine dola 40 kama na kitu hivi. Kwa hiyo ukizijumlisha zote ndio zinakuwa dola 73. Kwa hiyo ukiangalia toka nimeziweka hizi fedha na sasa hivi na miezi kama miwili hivi nadhani, profit from staking nimeshapata dola 13,000. Jamani ndugu zanguni. Sasa wewe kama una calculator yako zidisha dola 13,000 ni shilingi ngapi? Au twende moja kwa moja na majibu. Anyway, lakini unaweza kuzidisha wewe mwenyewe. Hapa nakuonyesha kwa dola. Haya, total staked balance. Kwa hiyo ukijumlisha dola 73 na faida niliyoipata dola 13,000 ni sawa sana dola 87,000 ndugu zanguni. Kwa hiyo dola 13,000 sasa hivi nimepata. Can you imagine? Bado muda unaendelea, bado kuna miaka miwili mbele. Kwa hiyo unaweza kujua kwamba zikienda zinazalishwa zitakuwa zinaongezeka zifike shilingi ngapi mpaka mwisho wa mkataba. Kwa hiyo tunatoka tunaenda hapa chini yake tunaona last profit tunaona ni dola 0.11. Last profit hapa tunaona 98 USD. Last whole week, wiki nzima nimepata dola 744. Ndugu yangu, wewe hapo ulipo kwa wiki umepata dola 744. Kwa hiyo unaweza kuzidisha ukaona ni shilingi ngapi. Haya, last whole month, mwezi mzima nimepata dola 3,178 ndugu zangu. Kwa kweli ni fedha nyingi sana, ambayo ndugu zangu mkae mnajua kwamba hapa kuna fedha nyingi. Haya, active staking hiyo
Alafu sasa tunakuja hapa kwenye contract. Kwenye contract hapa tunaona kuna miezi miaka miwili walishafunga mkataba wa miaka miwili, miezi 36, mkataba wa miaka mitatu unaendelea, mkataba wa miaka mitano miezi 60 hiyo, miezi 84, mkataba wa miaka 7 hiyo hapo. Halafu inakuja DeFi, mkataba wa miaka 10 haujaanza lakini watauanza. Kwa hiyo hizi ni contract, ni mikataba. Tunakuja hapa active DeFi staking, hapa pote bado zero. Okay, hapa inasemekana kwamba ina mikataba miwili. Unaona, mkataba mmoja wa miaka mitatu na ndio miezi 36 na mkataba mwingine miaka mitano. Unaona, mikataba miwili sasa hapa. Kwa hiyo ukija hapa unakuta hapa overview profit locked. Kwa hiyo hii ni faida nyingine namba 2. Bali na ile dola 13,000 kuna faida nyingine dola 46 hapa. Maana itajumlishwa hapa. Kwa hiyo tunaiona hapa inajumlishwa, hii toto ni jumla kati ya fedha ambazo zilikuwa zinazalishwa staking na fedha za washiriki wale nilioshirikisha. Unaweza ukaona sasa kwamba ukichukua mkataba wako usiposhirikisha mtu unapata tu, mpaka sasa hivi ningekuwa na dola 13,000 tu, lakini kwa sababu nimeshirikisha, hizi pesa za chini dola 33,000 zimetokana na kushirikisha watu. Kwa hiyo ukichukua dola 13,000 ukajumlisha dola 33,000 ndio unapata dola 46,000 mpaka hivi sasa. Umeona ndugu zangu? Kwa hiyo ukiangalia hapa hii ndio faida ambayo nimeshaipata. Kwa hiyo nimepata hii kwa kusteki dola 33,000 na dola 13,000, jumla dola 46,000 jumla. Detail overview ndugu zanguni. Kwa hiyo tunakuja faida nyingine tena. Hii faida ni faida ambayo sasa nimesha withdraw hela yote. Kwa hiyo kwenye Cryptex mbali na kusubiri mkataba kuna hela nyingine una withdraw, ile ya kushirikisha watu. Unaposhirikisha mtu mmoja unapata dola 30. Kwa hiyo hapa ukiangalia nimeshapata dola 1,378. Unaweza kupiga hesabu kwa ni shilingi ngapi ambazo nimesha withdraw. Je, kama nisingefanya hivi, hizi fedha ningepata wapi? Hebu tafakari. Njoo chukua mkataba, anza mara moja, na wewe fedha yako itarudi mara moja. Kumbuka mimi hapa nitoa dola 100. Sasa ukiangalia dola 100 hapa na hapa ni dola 1,378. Unaweza kuona kwamba ni shilingi ngapi nimeshapata faida. Asante na karibuni, mimi ni Mzee Mulenda.